kwa sauti ya upole. Uwepo wako Bwana, ni Roho Mtakatifu anasema uwe nami. Kwa sauti ya ukarimu uwepo wako Bwana, uwe nami. Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza, tunakuinua mchana wa leo. Sante Mungu, ni kwa sababu wana wako tumekiri kwamba ni wewe tu Bwana. Hatuna mwingine wa kumtegemea wala wa kumtumainia ila ni wewe Bwana. Zaidi ya yote Bwana, tunatamani uwepo wako Bwana uenende pamoja nasi Bwana. Tumishi wako anapoenda kulileta neno lako Bwana, wacha liwe la manukato katika wana wako. Libariki mtu, liponye mtu na liweze kuinua mtu Bwana. Ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Makofi mazuri tunapomkaribisha, makofi mazuri kabisa. Siwezi wafikia mahali mko sahihi, because I can't reach you wherever you are right now. Ningeomba tu kuambia karibu na Mungu akapata kuwabariki. I would love to say thank you and may God bless you. Kanisa hili linapenda wageni bila mumezaambiwa. This church loves visitors the way you've been told. So ingia tu na uendelee kubarikiwa pamoja nasi. So just come in and continue to be blessed together with us. Amen. Amen. Last week sikuwa pamoja nanyi. The last week I wasn't together with you. Nilikuwa imebidi nisafiri kwenda Eldoret. I had a journey to Eldoret. Kuna mafunzo nimekuwa nikifanya, so nilienda ku attend my graduation. There were lessons I've been taking and I went to attend to my graduation. Na ninapenda kumshukuru Mungu kwa sababu tulimaliza vizuri. And I thank God because we finished so well. Na si kawaida. And it is topic yetu kwa wale ambao mko na vitabu vyenu. Our topic to those who have books ni kuhusu jina ambalo linaitwa Evate. It's about the name called Evate. Evate. Hallelujah. Amen. Asubuhi tulisikia jina lingine kutoka kwa mtumishi. In the morning we had another name from the servant of God. Yeah, and now this afternoon we are hearing another name. Na mchana wa leo tunasikia tena neno jina lingine. You are going to see it in the scripture. Maybe you cannot understand how you are going to write it. Labda hautaelewa jinsi utakavyoandika, lakini utaona kwenye maandiko. Ikiwa huko pale, if you are there, I'm waiting for you to write down, then we can start. Ninangoja muandike kisha tuanze. Okay, niruhusu nikapata kusoma katika jina la Yesu. Allow me to read in the name of Jesus. A deaf man with a speech impediment was brought to him, and the people begged Jesus to lay his hands on the man to heal him. Jesus led him away from the crowd, so be alone. He put his fingers into the man's ears, then spitting on his own fingers, he touched the man's tongue. 34. Looking up to heaven, he signed and said, Ever Father, which means be opened. Nice, 32. Mtu atusomee tu kwa Kiswahili, baadaye nikapata kuingia kwenye uchumbe wangu. Jina ambalo nilikuwa ninawaambia ndio hiyo, a father. Hiyo ndio topic yetu ambao tukiwa katika hiyo hali, when we are there, tunaona ya kwamba hapa katika kitabu ya Marko, we are seeing that in the book of Mark, Yesu akiwa katika hali ya kazi yake, when Jesus Christ is in his work of ministry, akawa ameletewa mtu, then a man was brought before him, ambaye alikuwa ni kisiwi,
The man was deaf na pia hangeweza kuongea. and the man was also dumb. So wale ambao walimleta And the ones who brought him, wakasiki Yesu akapata kumwekelea they mikono. told Jesus to place his hands on the man. Na huyu mtu ambao And tunamzungumzia, this man that we are talking about, neno la Mungu the linasema word of God says alikuwa kisiwi he was deaf na pia hangeweza and he kuongea. was also dumb. Neno la Mungu linasema The word of God says Yesu akamchukua kwa mkono wake, Jesus Christ took him with his hand akamtoa kwenye umati, and he brought him out of the congregation. akampeleka nje. He took him out of the congregation. Why? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yesu akamchukua kwa mkono, And Jesus took him by his hand akamuondoa kwenye umati, and led him out of the congregation. akampeleka kando. And he took him aside. Why? Kwa nini? Kwa sababu kesi yake ilikuwa inahitaji a special attention. Because his case needed a special attention. Baada ya After taking, Yesu akawa amewekelea mkono wake ndani ya masikio, Jesus Christ placed his hand in the ears of that man, na pia akachukua mate yake akaweka kwa ulimi yake and he chini. took some saliva from his mouth, Na hapo and there yule kisiwi, that deaf man, neno la Mungu the word linasema of God says, receive kuona started singing kuongea. and he started talking. Sema The word of God says Yesu people just go home. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. The person who was deaf, ambaye hakukuwa anaongea. he had no ability to talk. Unajua ukiwa katika hiyo hali, You know, when you are in wanadamu, it's in two circles. inahusu vitu viwili tu. It can be it Hali ya kwanza, hatua ya can be in the right. ama unaweza kuwa kwenye mwangaza, You can be in the front, unaweza kuwa mbele, or you can be unaweza kuwa nyuma, you can be defeated, unaweza kuwa victory. ama unaweza pata ushindi. So I want to talk about this Na person. sasa nataka nizungumzie mwanaume huyu. Wakati tunaangalia maisha yake, Kumaanisha it was like somebody was close to somewhere. closed up somewhere. Cannot you can do. Hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya. Uko mwisho kabisa. Means you are in that stage. Ukajifanyia mwenyewe. Somebody to assist you to do ABC. Unahitaji mtu kitu moja You mbili. speak. Hawezi You zungumza. cannot hear. Hawezi ukasikia. You cannot do an Hawezi. Chosen that this man was. Hiyo ndio hali ambayo mwanaume huyu alikuwa That's ndani. the life he was leading. Hayo ndio maisha ambayo alikuwa Before he anayaishi met Jesus kabla Christ. hajakutana na Yesu A Kristo. miserable life. Na alikuwa A life that was progressing. maisha ambayo yalikuwa ni ya kuzunguka tu. A life that you cannot like. Alikuwa hapendi He yale was passing maisha. through challenges. Alikuwa anapitia He was changamoto. passing through difficulties. Alikuwa anapitia mambo He couldn't magumu. be able to understand. Hakuwa anaweza He kuelewa. couldn't be able to hear. Hakuwa anaweza kusikia. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. I am talking about Ninazungumzia that mtu is life. ambaye maisha yake iko kwa mzunguko tu. Nimesema unaweza kuwa kwenye If you giza. are not in darkness, Wakati hauko kwenye you giza, are in the light. uko katika If you mwangaza. are not in the Kama light, hauko kwa mwangaza, maybe you are like somebody labda uko kama that is pregnant. ambaye ako When mimba, somebody is pregnant, mtu ambaye ako na the child ujauzito, who is in the womb, ambaye mtoto wake ako kwenye tumbo. there's nothing that he or she can do by his own. Hakuna kitu ambacho mtoto
mtoto yule anaweza akafanya. It depends on, Tegemea mama yake. because it's, Sababu yeye ako kwenye tumbo she la cannot mamake. do anything by his own. Hawezi fanya chochote yeye A mwenyewe. life of failure, Maisha ya a life kuanguka. of depending upon, Maisha ya kutegemea a watu life of wengine. depending upon people. Maisha ya kutegemea watu. of the Lord. Bwana Yesu This asifiwe. is the life that this man lived. Haya ndio maisha ambayo huyu mwanamume alikuwa But he anayaishi. couldn't be able to understand. Hakuwa anaweza He kuelewa. couldn't be. Pia He was terrible. alikuwa anaishi maisha All his mabaya. Maisha days, hakuwa chochote. Sifiwe. but one Siku moja Jesus was passing. Yesu Kristo alikuwa anapita. People so much on this man. What? Huyu mtu. And people had mercy on this So person. they took this man to Jesus. Wakamchukua huyu mtu wakampelekea And Yesu they Kristo. requested Jesus to lay his hands on this Na man. wakamuomba Yesu So that he mikono. can receive. To whom I am speaking to Ni this nani afternoon. ninayemzungumzia mchana wa leo? Today we are speaking about a deaf man. A Leo deaf man. tunamzungumzia mwanaume ambaye hakuweza And his name. hatukupewa jina, We just see about the deaf. kiziwi. But today Lakini leo you might be here. labda uko hapa, You have your ears and everything. uko na masikio yako, unaweza ukasikia na But kuzungumza, in one way or the other, lakini kwa njia moja ama nyingine your life is in a circle. maisha yako yanazunguka tu Your mahali life is pamoja. just in a stagnation Maisha state. kwama mahali You are pamoja. just there. Wewe uko tu pale, Whatever you are trying, kile ambacho unajaribu it does not come out hakuna positively. kitu kinafaulu, There's nothing that you are trying that comes out as hakuna success. kitu unajaribu ambacho kinafanikiwa. Whatever you put your hand into Kile is just ambacho a failure. unaekelea mkono You are wewe uko tu, life is miserable. maisha yako You yenye ya are in a kutaabika. circle. Wewe unazunguka There's mahali nothing you pamoja, can do. hakuna kitu ambacho unaweza When you start a ukafanya. business, Ukianzisha it biashara comes down. inaanguka When tena. you start this, Ukianzisha kitu comes fulani down. kinaanguka. Ukijaribu hili there's no prosperity. haiendelei. Why? Kwa nini? Because there is you need somebody Unahitaji mtu to come akuje and speak azungumze, a word azungumze and it will neno be opened. na utafunguliwa. Why? Kwa nini? Because Sababu pale you are ambapo upo closed. You umefungwa, are in closed doors. uko kwenye milango You ambayo cannot do imefungwa yote. You are Kwa kama mtu ambaye ako kwenye yes, jela, you can say, Pastor, but I can hear. ndio naweza But Pastor, I nikasikia, can speak. mchungaji naweza But nikazungumza, still you are in darkness. bado uko kwenye But still giza, you are in that circle. bado uko kwenye You mviringo, cannot be able to help yourself. hauwezi kujisikia. With authority. Unahitaji mtu mwenye To mamlaka come and speak. azungumze Pastor, kujua you maisha need yako. somebody to speak. Unahitaji mtu azungumze, Father, aseme You need baba. somebody to speak. Unahitaji mtu azungumze, Father, baba. Amen. Kuwa ni Be closed. Be opened. funguka, milango iliyofungwa funguka. You need somebody. Unahitaji mtu, Unahitaji mtu. you need somebody Akanene maisha yako. that he may speak to your life Akaseme jina. and that he may say a name. Father, maana yake funguliwa. You need somebody Unahitaji mtu ambaye atasimama who will stand na akadeclare. and declare. You need somebody Unahitaji to mtu speak into your life. akazungumza You kwenye need maisha yako. somebody Unahitaji who mtu can speak into ambaye your anaweza life. akazungumza You kwenye need maisha yako. somebody Unahitaji mtu who has been given an authority ambaye amepewa to mamlaka break every curse. ya kuzungumza, ya kuvunja laana. Unahitaji who can mtu break that ambaye anaweza stagnation. vunja You need kukwama huko. somebody Unahitaji with mtu authority na mamlaka who can stand ambaye anaweza and simama say, na aseme "Hey, Father, kwa baba, maana yake meaning opened." funguliwa. Hallelujah. I don't know Sijui where you have been closed. ni wapi umefungiwa. It might be poverty that has closed your Labda ni doors. umaskini umefunga maisha yako. It might be you've been closed in your marriage. Labda umefungwa kwenye ndoa yako. It might be closed in your family. Labda ni familia yako imefungwa. Everything is in a stagnation Kila stage. kitu kimekwama tu mahali There's pamoja. nothing that's moving. Hakuna kitu ambacho You kinasonga. are trying very hard.
unajaribu, unatia You bidii, sleep very late. unalala masaa You ya wake up kama very yanaenda, early in the morning. unaamka asubuhi You sana, are very hard to working. uko na bidii But sana, things are not working. lakini vitu haviendi. Things are not working on your Vitu side. haviendi siku You upande need wako. a man of God Unahitaji to mtumishi wa speak Mungu a father. akazungumze Maana Father, yake, kumaanisha funguliwa. be Maana open, yake, meaning funguliwa. be open Katika jina la in the name Yesu. of Jesus. Haijalishi ni wapi It umefungiwa. doesn't matter you've been close to where. Hallelujah. Ninataka kuongelea watu I want to speak to some people ambao maisha yetu yamefungwa. whose their lives have been closed. Unatamani kusonga, You desire to move, but things are not moving. lakini vitu havisongi. Unatamani kumtumikia You Mungu, desire to serve God, but hauna uwezo. but you cannot do it. Unatamani, uko na kiu ya You kumtumikia Bwana. desire to serve God. Uko na moyo wa You kumtumikia have the Mungu. heart to serve God. Uko na moyo wa kufanya familia yako ikasonge. You have the desire to help your family. Lakini mama, umefungiwa ndani. You've been caged somewhere. Unasunguka tu. You are just going round and round. Kama mama mwenye yako na mimba. It's like a mother who has a Hakuna pregnancy. kitu ambayo unaweza There is kufanya. nothing you can do on your Kila own. kitu kimesimama. Everything is, Sara iendi. your business is not going. Ukijaribu ndoa isongi. You are starting marriage, is not Ukijaribu hii going. akifanyi. You are trying this, it is Ukiongea not na mtu working. vizuri, In a nice way, he turns it Yaani around. chochote ambayo unafanya akikui. Everything you are doing is not working. Whatever you are doing is just a mess. Just a mess. Kila kitu kimechanganyikiwa. It is not your wish. Wewe haujataka hivyo. Hallelujah. Sio penda hivyo. Bwana Yesu It is asifiwe. not your will. Kwa sababu umefungiwa na It ibilisi. is because by Time the has devil. come. Sana A time kuja. has come. Lakini wakati umefika. Hallelujah. Your time has come. Wakati wako umefika. Na ni leo. Hiyo hali ya Hiyo hali ya mateso. The situation Hiyo of hali ambayo suffering. umekuwa ukizunguka sehemu moja. Going round and round. It's going to be over this. Nafika mwisho mchana Because huu. we are going to call upon the Kwa name. sababu muitia jina la Yesu. Tunaenda kulitia jina la We are Baba. going to call on the name. Mamlaka. We are going to Jina call on the name that has power. The name that has power. Wakati huyu mtu ambaye alikuwa kipofu, When this man who was blind, wakati alikutana na Bwana Yesu, when he met Jesus Christ, hakupigana vita. he never fought. Kitu Yesu alifanya tu ni kukemea. The only thing Kwa Jesus sababu Christ did, alikuwa ameshikwa na nguvu za giza. because he was tied with Kuna evil madhabahu ambayo powers. yalikuwa yameinuka kinyume na maisha There yake. were evil altars that were Madhabahu ya risen against umaskini. his life. Madhabahu ya mateso. The altars of Madhabahu ya witchcraft. umaskini. The altars of Madhabahu ya poverty. vita. The poverty. Madhabahu ya The kung'ang'ana. altars of Madhabahu stagnation. ya umaskini. The altars of poverty. This afternoon, Mchana wa leo, those are the spirits we are going to deal with. hizi ndo roho ambazo tunaenda kuzikataa. Kupitia kwa nguvu ambayo tumepewa. Through the power that we've been Kupitia given. the anointing that we have been given. Kupitia kwa Kupitia kwa upako ambao mamlaka tumepewa. ambayo tumepewa. Through the power that we've been given. We are going to call upon the name of Jesus. Tunaenda kuitia jina la Yesu. That's the only name that we have been given here on earth. Hiyo ndio jina ambalo tumepewa. The moment we call upon the name of Jesus Christ, Tutakapolitia tu jina Yesu, and mighty things start happening in our vitu lives. kubwa vitaanza kufanyika kwenye maisha yetu. Wakati tutaitia jina la Yesu, Every chain starts breaking down. kila minyororo itavunjika. Kila minyororo itavunjika. Kila minyororo ya wachawi, kila minyororo ya uchawi, kila minyororo ya umaskini, kila minyororo itavunjika katika jina la Yesu. Haijalishi watu wa kwenu walisema It nini. doesn't matter your people, what the people said. But today, Lakini leo, Yesu ako hapa. Jesus Christ is here. Umechoka na hiyo hali. You are tired with the situation. Asubuhi tulisikia. In the morning we heard Kusikia mtu ambaye alikuwa pale kwa for 38 years. there was a man who was seated there for 38 years. I don't want to know. Mimi sitaki How kujua many years you have been in that ni state? miaka ngapi umekuwa kwenye That's hali none hiyo. of my business. Siyo si kazi yangu. Mimi sitaki kujua. I don't want to Ni know. miaka ngapi umekuwa katika hiyo I hali? don't want to know the years Mimi you've been in sitaki that kujua. situation. I don't want to know. Wale walikuwa walikufa. The witches who will be with you of that. Kile ambacho ninajua, We serve the Lord who was yesterday, today, tunamtumikia Mungu jana. Our God is
kuvunja kila minyororo. He is able Anaweza to break every satanic kuvunja katika jina forces Tumeteka watu wa Mungu nyara. that have kept the people of God. Tumehangaika usiku na mchana. We've suffered day and People of night. God are not Hilo ndo jina ambalo tutaenda and kuitia the healing is going to come. na uponyaji utakuja. As you are going remaining standing, Wakati utasalia kama just umesimama, open up your mouth fungua tu kinywa chako and start speaking. na uanze kuzungumza. Na ukaanza kunena haya maneno. Start speaking these words. Father my God. Father baba yangu. Father my God. Father baba yangu. Nifungue kutoka kwa kila kifungo. Set me free from all chains. Set me free. Set me from every spirit of stagnation. Nieke huru kutokana na roho za kukwama. Set me free, Father, set me free. Nieke huru, El Father. Oh, hallelujah. I want you to call that name that I've told you, El Father. Maana yake kufunguliwa. Its meaning is to be Maana opened. ya hiyo chini ukisema El Father, When you say the name Al Father, ina maana nimefunguliwa. it means that Ambia everything is Baba yangu open. kanifungue. That Father, I pray that you may open Kifungo me. katika jina la El Yesu Father, Kristo. open me from every bondage. Start proclaiming your freedom. Anza kutangaza uhuru wako, Start tangaza uhuru proclaiming your freedom wako. right now in the name of Jesus. Tangaza uhuru wako katika Wewe jina la unajua ile Yesu. kifungo mahali umefungiwa. You know where you are in bondage. Wewe unajua kile kifungo ambacho You know the bondage that you are in. Open your mouth and start declaring Fungua kinywa chako na uanze kuomba. Open in the name of Jesus. Utafunguliwa. I come against every satanic altars ambazo zimekutatiza katika jina la Yesu Kristo. Praise and worship, you can take over. Tuko hapa Bwana Watu waendelea Yesu. kuomba. Tuko Watu waendelea hapa kuomba wakisema Bwana Yesu. nimefunguliwa kutoka kwa nguvu za giza. Anza kuambia Mungu asante Bwana Yesu, tuko hapa. Bwana Yesu, Tuko hapa Bwana Yesu. Tuko hapa Bwana Yesu. tuko hapa. Bwana Yesu, tuko hapa. Bwana Yesu, Tuko hapa, utufungue. Tuko hapa Bwana Yesu. tuko hapa. Bwana Yesu, tuko hapa. Bwana Yesu, tukiwa katika hiyo hali. Uko pale. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi ya there. As we And are you praying, are saying, Pastor, it is uko true. pale na unasema mchungaji, ni kweli. Yes, I've been in that stagnation stage. Ndiyo, nimekuwa kwenye hali ya kukwama. Yes, I've been in that circle stage. Ndiyo, nimekuwa nikizunguka mahali pamoja. Yes, Pastor, I've been trying my best, but things are Ndiyo not mchungaji, moving. nimekuwa nikijaribu lakini vitu haviendi. Just lift up your hand wherever you are. Nataka tuinue mkono wako mahali ambapo I upo. want to pray with you this Nataka afternoon. niombe pamoja na wewe. Our God is here with us. Mungu wetu yu pamoja na He is sisi. more than ready to set us free from every spirit of affliction. Ako tayari kutuweka huru He kutokana na is nguvu ready to zote. lift us from that stage, Ako from tayari that state of kututoa. darkness. Ako tayari kututoa kwenye giza. It's about to lift us to another level of Ako glory. tayari kutuinua kwenye He is kiwango ready to kingine. lift us to his grace, to his favor. Yuko karibu kutuinua kwa kiwango kingine cha kibali na neema. He is more than ready to connect us to his grace in the Yeye name of yuko tayari Jesus. kutuunganisha na neema yake He is katika ready jina la to Yesu. lift us to his prosperity in the name of Jesus. Ako tayari kutuinua kutoka kwa kiwango cha kufaulu. Oh, hallelujah. Bwana Yesu, Thank you, Jesus. tuko hapa. Wale ambao mmekuja mbele, inua mikono yenu mbele za Bwana, fungua kinywa chako. Mwambie Bwana, Father, ni anza kudai kufunguliwa. Anza kudai, sema Father, Mungu wangu nifungue kutoka kwa kila kifungo cha umaskini. Nifungue kutoka
kila kifungo za wachawi, nifungue kwa kila kifungo za utasa, nifungue. Ambia Mungu akufungue. Wewe unajua mahali umefungiwa, ambia Jehova kama atakufungua katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tuko hapa siku ya leo, tuko hapa Bwana Yesu, 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 tuko hapa B
wewe Bwana. Ni wewe, tuko mbele zako Yesu, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe, tenda mema, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. 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 Damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo